Alright, jamani, mimi leo nipo Burundi na nimesikia story leo imenigusa sana. Na sitaki kumalizia uondo. Hebu tumsikilize kidogo namna gani Forever imegusa maisha yake. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina yangu mazuri kabisa naitwa Jonas Manilakiza. Mimi nimekutana na biashara Forever mwaka 2020. Mimi nilikuwa mwanafunzi, nilikuwa nasoma, basi baada ya kumaliza chuo nilikuwa na option mbili, kubaki Bujumbura mjini au kurudi nyumbani. Basi kwa sababu nilikuwa sina familia, sina marafiki, sina nini, nimeamua mimi mwenyewe kubaki Bujumbura, lakini ilikuwa ni tough decision kwa sababu nilikuwa nahitaji cha kufanya. Basi nimejaribu vitu vingi tofauti. Nikafanya security guard, nikauza nguo, lakini nikaona kabisa mambo hayaendi kabisa. Basi nikapata nafasi ya kukutana na Forever mwaka 2020. Basi kuanzia hapo kabisa mambo yamebadilika. Nimejaribu, nimejifunza namna gani naweza nikatumia Forever kwa sababu ilikuwa ni full time. Vingine nimeacha hapo. Ilikuwa ni full time. Nikafanya sasa hivi nikiangalia tangu mwaka 2020 mpaka sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo vimebadilika. Hivi najilipia rent, naweza nikala mimi mwenyewe sehemu tofauti. Mimi naweza nikapata nguo ambazo nzuri nazipenda. Nimeweza kusafiri East Africa, Tanzania, Nairobi, Rwanda. Na hivi sasa hivi tunatarajia kwenda sehemu nyingine ambayo ni nzuri kwa sasa kweli. Nimependa kabisa hii biashara sababu namna gani imebadilisha maisha yangu. Si hapo tu na nakumbuka mama yangu mwenyewe nimemsaidia kuweza kumaliza kulipia pesa ya kununua rent. Ilikuwa ni 600,000. Basi nikaona kuna kitu nimefanya nyumbani. Sasa sio vitu vikubwa, lakini nikaangalia mimi wa zamani na mimi wa sasa hivi ni watu wawili tofauti. Na nina uhakika kabisa wewe wa baadaye ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kama na wewe una malengo na unatamani kubadili maisha yako kama Jonas ameweza, hata wewe pia vile unaweza. Karibu sana na kwa uhakika hutajutia. Asante sana. Asante sana.